Sharumu mwana wa Mungu, karibu katika siku ya leo tuweze kuendelea na masomo yetu. Karibu katika siku ya leo tuweze kujua ulimwengu wa kiroho. Tuweze kujua katika ulimwengu wa kiroho. Tuombe kwanza. Baba, katika jina la Yesu, asante Mungu Baba kwa ajili ya siku ya leo. Tunaomba Mungu tuongoze na utujaze nguvu zako na utufundishe kwa wakati utakapoenda kulitafakari neno lako Bwana. Baba, kila mtu akapate kuelewa na nguvu zako Mungu, na uwepo wako Mungu kapate kumshukia kila mtu anayenisikiliza muda huu na dakika hizi, katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mpendwa msikilizaji, katika hii dunia hii kuna aina mbili za ulimwengu. Kuna ulimwengu huu wa kawaida wa damu na nyama, vitu ambavyo tunaviona, na pia kuna ulimwengu wa kiroho. Katika ulimwengu wa damu na nyama, vitu tunaona uhalisia. Tunaona uhalisia kila kitu kama kilivyo. Tukisema meza, tunaiona meza hii. Tukisema kitanda, tunakiona kitanda. Tukisema kinara, tuna maana ni kinara hivi. Lakini katika ulimwengu wa kiroho tunaweza tukasema ni kinara kinakuwa kinaashiria kitu fulani. Pia lazima tujue katika unabii na mambo mbalimbali. Lakini leo tutaweza kuangalia mambo ambayo yanasumbua katika ulimwengu wa kiroho. Kila kitu na shida nyingi huwa zinaanzia katika ulimwengu wa kiroho. Kila kitu huwa kinaanzia katika ulimwengu wa kiroho. Hata Mungu kwenye kuumba aliumba kwanza katika ulimwengu wa kiroho. Aliumba katika ulimwengu wa kiroho na vitu vikakaja vikatokea in physical. Mungu alipokuwa naumba alitumia neno, alitamka neno, akatamka iwe anga, likawa linatokea. Lakini uumbaji wake alianza katika ulimwengu wa kiroho. Hata Yesu tunaona alikuwa ni mzaliwa wa kwanza katika ulimwengu wa kiroho. Yesu alikuwepo. Yesu alikuwa ni kiumbe wa roho, lakini akaja akajidhihirisha katika ulimwengu huu wa kimwili. Hata uumbaji, Yesu walisaidiana na Mungu kuumba viumbe vingine, kwa sababu Yesu alikuwa ni kiumbe wa kiroho. Ndipo akaja katika hali hii ya mwili wa damu na nyama. Lakini sasa hebu leo tuangalie katika nyakati hizi, katika huu ujio, nyakati hizi tunazoishi katika huu ulimwengu wa kiroho. Nimesema shida nyingi katika hii dunia huwa zinaanzia katika ulimwengu wa kiroho. Na sisi ambaye tunamwabudu inabidi tumwabudu katika ulimwengu wa kiroho. Na inabidi tumwabudu Mungu katika roho na kweli. Yohana 4:24 inasema tumwabudu Mungu katika roho na kweli. Tumwabudu Mungu katika roho na kweli. Tukimwabudu Mungu katika roho na kweli, tutaweza kumwona katika uhalisia. Unapotaka kuomba, unapotaka kutatua changamoto yoyote unayopitia, ni lazima uanze katika ulimwengu wa kiroho. Unapotaka kuomba, ni lazima uanze katika ulimwengu wa kiroho. Na anapotaka kukuokoa, anaanza kukuokoa katika ulimwengu wa kiroho. Mpendwa msikilizaji ambaye uliyekuwa unautumia ulimwengu wa kimwili ili uweze kuendesha mambo yako bila kujua ulimwengu wa kiroho, na kukaribisha leo, karibu uweze kumpokea Yesu na kulishika neno ili uweze kujua ulimwengu wa kiroho. Maana wale waliompokea Yesu aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, na akawapa neema ya kufanyika watoto wa Mungu. Ndipo walipozidi kuzijua siri zile za ufalme wa Mungu, kwa sababu ni watoto wa Mungu. Mungu ili akupe siri zake ni lazima uwe na yeye. Lazima ulishike neno lake. Lazima umwamini Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako na kulishika neno. Mpendwa msikilizaji unayenisikiliza,
Mungu anakuita leo. Mungu anakuhitaji leo. Mungu anahitaji roho yako ili aiokoe, ili tuachane na dhambi za dunia, tuachane na shida za dunia. Katika ulimwengu wa kiroho kuna mambo haya mawili. Kuna Mungu na shetani. Shetani naye yupo, anawavuta watu ili wasiweze kujua ulimwengu wa kiroho, ili wapate kujua ulimwengu wa giza. Katika ulimwengu wa kiroho kuna ulimwengu pia mbili. Kuna giza na nuru. Kuna giza na nuru. Giza ni ulimwengu ule wa shetani, ambao shetani naye yupo katika roho, anafanya kazi zake, anaendesha mitambo yake, anaendesha kila kitu kupitia giza yake, ili kuwavuta watoto wa nuru waingie katika ulimwengu wa giza, na mwisho wake waende katika kuzimu, katika ule moto wa milele. Ndiyo kazi ya giza. Na kazi ya nuru ni kuwaleta watu waliopo katika giza waje kwa Yesu, waupate wokovu, na mwisho wake waupate uzima wa milele. Mpendwa msikilizaji, ili waupate uzima wa milele. Kwa hiyo kuna giza na nuru, vyote vinapigana. Kwa hiyo chagua leo, utembee katika giza au nuru. Mimi nakushauri tembea katika nuru. Kwenye nuru ndiko kuna uzima, ndiko kuna baraka, ndiko kuna uzima wa milele, ndiko kuna uzima wa milele. Lazima tuweze kujaribu roho zinazokuja kutuita. Tujaribu roho. Kuna roho wa Mungu na roho wa shetani. Ukisoma ile Yohana 4:1, Yohana wa kwanza 4:1, inaturuhusu kujaribu roho. Inaturuhusu tuzijaribu roho. Mpendwa msikilizaji, tuzijaribu roho. Kuna roho ya shetani na kuna roho wa Mungu. Tukae karibu na roho wa Mungu kwa kulishika neno, kwa kuomba sana, ili tuweze kupata uzima. Karibu leo umpokee Yesu. Karibu leo uweze kujua neno la Mungu. Karibu leo uzidi kusoma Biblia, umpokee Yesu na kumfanya kuwa mwokozi wa maisha yako, ili tuweze kujua katika nuru na giza. Tuweze kujua nuru na giza, tujue ulimwengu wa giza na ulimwengu wa kiroho. Mpendwa msikilizaji, Baba, katika jina la Yesu, asante Bwana Yesu, tunaomba msamaha tulipokukosea, tulipotembea katika giza, tulipotembea katika ulimwengu wa kishetani bila kujua au kwa kujua. Baba, tunaomba utuhamishe leo, tutembee katika ulimwengu wa nuru. Tutembee katika ulimwengu wa nuru kwa kufuata neno lako, ili tuweze kuupata uzima milele. Watoto wako tukisema hatuna dhambi twajidanganya. Mungu, tunaomba utuokoe, utuweke kwenye nuru. Sisi tu wenye dhambi, karibu Yesu, tuokoe, utuweke kwenye nuru. Asante Bwana Yesu kwa kutuokoa na kutuweka katika nuru. Ndugu mpendwa msikilizaji, sema: Bwana Yesu, ninaomba unihamishe kutoka katika ulimwengu wa giza, uniweke katika ulimwengu wa nuru. Baba, ninaomba unipokee. Karibu leo Yesu, ukae katika mwili wangu. Karibu Yesu, utawale moyo wangu, utawale maisha yangu, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Niongoze niwe mwana wako kuanzia sasa na hata milele. Amen. Baba, asante kwa kutuokoa na kutuweka katika nuru na kutuweka katika ufalme wako. Baba, tunaomba utulinde, utupe neema, tuzidi kutembea katika mapenzi yako, tusitembee tena katika shetani. Baba, tunaomba utufungue na vifungu vya giza, nguvu za giza zikapate kuachia maisha yetu, mateso, laana na vipepo yakapate kufutika, kila mashitaka yakapate kufutika katika maisha yetu. Tutembee na wewe Baba, katika jina la Yesu. Katika ile Zaburi 103:3 umesema unatusamehe maovu yetu yote na kutuponya magonjwa yetu yote, na unatukomboa na kaburi. Baba, tunaomba utupe uzima milele. Peke yetu tutaweza. Baba, utushike mikono, tutembee katika ulimwengu wa kiroho, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Naomba Mungu na kushukuru. Amen. Asante sana mpendwa msikilizaji, ni mimi mtumishi wako Etiken Msigwa. Uzidi kumwamini Yesu, uzidi kumwamini Yesu awe na mwokozi wa maisha yako. Mungu atazidi kukuonekania katika maisha yako. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na Mungu wa mbinguni awabariki. Amen.